Mambo vipi wangu, pale mko poa? Mimi niko safi kabisa. Nimekuja kuelezea kesi ya Casey Anthony. Casey Anthony ni story ambayo nimekuwa nimeiona sana kwenye For You page yangu na imekopo inasikika sana na ni kesi ya kutatanisha sana. Kwa hiyo nataka niwasimulieni na nyinyi, tuone na nyinyi maoni yenu yapo wapi, maana watu wengi wanaizungumzia hii kesi. Casey Anthony alishikiliwa na alifungwa kabisa jela kwa shutuma la kumuua mtoto wake, lakini yeye amekataa. Anasingizia watu wengine, lakini pia mpaka leo hii ina maana haijulikani Kaylee ambaye ni mtoto wa Casey Anthony aliuliwa na nani. Let's get into it. Casey Anthony alikuwa na mtoto wake ambaye ni Kaylee. Hakuolewa, alipata tu mtoto na alikuwa anaishi na wazazi wake at that time. Alikaa na wazazi wake wote wawili walikuwa wanampenda sana Kaylee ambaye ni mtoto wake, wanakaa vizuri. At the end of the day, Casey akamwambia wazazi wake anataka kuishi sasa peke yake. Kwa hiyo akaenda kupanga sehemu kidogo, sio mbali sana na kwao. Alienda kupanga sehemu akawa anaishi na mtoto wake hapo. Kwa hiyo mawasiliano na wazazi wake yalikuwepo, lakini ilikuwa not necessary kuonana wao every day, si ndio? Sawa. Wazazi wale wakawa kila siku wanapiga simu, wanataka kuongea na mjukuu, wanataka kuongea na mtoto wao na vitu kama hivyo, until maongezi kidogo yakawa yamepungua. Mpaka hiyo siku baba yake Casey sasa anakuja kupigiwa, anaambiwa tumekuta gari la mtoto wako limetupwa sehemu fulani. Akatoka yule mzee wa watu akaenda mpaka huko, na kweli kukuta ni gari la mwanae liko sehemu hiyo, na lilikopo linanuka sana ilo gari, kama lilikuwa na maiti or something, au lilibeba maiti. They really don't know. Lakini gari lilikuwa linanuka sana. Akawa anajiuliza, mbona gari liko hapa, mwanangu yuko wapi? Akawa ameogopa labda kuna kitu kimemkuta mwanae. Akaamua kumpigia simu mwanae. Mwanae alipokea, akamwambia baba vipi? Akamwambia mbona nimekuta gari lako huku sui na nini? Akamwambia gari langu liliibiwa sui nini. Babu mtu moja kwa moja akamfikiria mjukuu wake Kaylee. Akamuuliza, mtoto yuko wapi? Eti ndo Casey akaanza kusema, you know dad, mtoto wangu amepotea, mwezi mzima umepita, sasa hivi sijui yuko wapi. Babu mtu ndo akaogopa, akampigia mke wake, akamuuliza kama mke wake amemuona pia Kaylee. Mke wake pia akasema hajamuona Kaylee. Mke wake akaanza kupiga simu polisi, na ndo hapo Casey mama mtu sasa na yeye akapiga simu polisi ya kwamba mtoto kapotea, 911 and everything, na mtoto akaanza kutafutwa. Mtoto ametafutwa sana sana na alikuwa haonekani yuko wapi. Ilibidi moja kwa moja wamshikilie mama yake. Kwa sababu gani? Wewe kama mzazi unajua mtoto wako amepotea kwa siku 31 au 30, tuseme tu 30 ya. Kwa nini hukutoa taarifa mapema? Kuulizwa anasema mimi nilikuwa natoka na marafiki zangu sui nini na nini, that's why sijui mtoto yuko wapi, ila mtoto ampotea muda mrefu tu na sikutaka kuwatia watu wasiwasi, ndio maana sikutoa taarifa polisi. Polisi wakamkamata kwa shutuma za kwamba yeye ndo kamuua mwanae au kampoteza mtoto wake, aseme kwamba mtoto wake yuko wapi. Na wazazi wake pia wakawa wanamlaumu yeye, wanamuuliza Casey, mtoto yuko wapi, mtoto yuko wapi? Kuna document kibao zinamuonesha yakipigiwa, lakini alikuwa hajali. Casey nimekwambia mtoto yule alizaa tu na mwanaume. So hapa karibuni kabla mtoto kupotea alipata mwanaume mwingine, alikuwa na boyfriend chake. Ndio hicho ambacho alikuwa anatoka nacho, anaenda club, anaenda wapi, hata ajali kama mtoto yupo salama, mtoto nini, mpaka mtoto anakuja kupotea, yeye taarifa hana. So mapolisi wakamshikilia huku wakaendelea kumtafuta mtoto. Bibi na babu walikuwa wanafanya interview, wanafanya nini, wakisema kwamba jamani, tusaidieni tumpate mjukuu wetu. Mtoto akaja kukutwa, na siseme tu mtoto, mwili wa mtoto ulikuja kukutwa nyuma ya mti fulani hivi, tena amesokomwa kwenye mfuko hivi, amefungwa. Mtoto amewekwa nyuma ya kama ya gogo hivi, kaingizwa mule, kuna kama magogo fulani yanakopo yana nafasi, kaingizwa kwenye hilo gogo, amewekweshwa humu. Inaonekana amekufa tu muda mrefu. Kwa hiyo ndo mwili wake ukapatikana, na mama mtu ndo akawa amefanyajwe, amewekwa ndani. Kuwekwa ndani kashikilia hivyo kwamba mimi mwanangu nilikuwa tu amepotea, sijamuona, sina nini, siwezi nikamuua mwanangu, nampenda sana, huku analia. Wazazi wake nao hawajui, lakini wanasema hivi, yeye kama mama mtu ilikuwa inabidi awe na jukumu la kujua kama mtoto wake anaendeleaje, mtoto wake ana hali gani. Casey akaanza kutoa mambo kibao, akaanza kulalamika. Anadanganya mara sijui mimi, wanamuuliza hiyo siku ya tukio lilikopo wapi? Nilikuwa sehemu fulani nafanya kazi. Wakaambia haya tupeleke.
wanaenda mpaka wanakaribia mpaka huko, ndo anaambia sikuwepo hapa, mimi kazi nilifukuzwa, sio na nini. Kwa akawa kama anawa mislead polisi, haeleweki. Kurudishwa kaanza kusema baba yangu ndo kamuua Kaylee. Baba yake ambaye alipigiwa simu akatoe gari, ndo anahangaika kwenye interview anamtafuta mjukuu wake, akasema baba yangu ndo ambaye amemuua mjukuu wake. Wakamuuliza kwa nini unasema hivyo, akaanza kuleta story ya tangia utotoni kwamba baba yangu mimi alikuwa ananibaka toka niko mdogo, kwa hiyo nilivyomzaa Kaylee, baba alikuwa anataka aendelee pia kumbaka mpaka mtoto, ndio maana mimi nilichukua hatua ya kuondoka nyumbani. Kwa hiyo hapo uhusiano uko wapi? Wakawa wanamuuliza uhusiano uko wapi, akasema hivi itakuwa baba alikuwa amembaka mtoto kafa, akaamua mfunge ampeleke huko, kwa sababu mimi mtoto wangu sijamuona. Kwa jamani, the story is very wild, na ambacho kinasikitisha sasa hivi ni kwamba baada ya uchunguzi mkubwa, unajua kila kitu polisi, kama kila siku nawaambieni, polisi kila kitu kinaendelea na ushahidi ambao unaonekana. Kwa hiyo katika kuchunguza hakuna nani ya direct unampelekea kesi kwamba kamuua mwanae. Kwa hiyo kesi ameachiwa, amerudi sasa hivi, na sio ameachiwa tu, amerudi ameingia di TikTok, anaanza kujirekodi kama mimi tu hapa, anaanza kusema kwamba mimi ni mwanasheria, nataka nichukue jukumu hili kuwasaidia watu kama mimi ambao wanahukumiwa kiuongo, sijui nini. Sasa watu hawamuelewi, watu wanamuona yeye ni muuaji mkubwa. So that's the holy Casey Anthony. Mtoto kafa, hajulikani nani kamuua, yeye kasema baba yake ndo alimuua. Baba yake sio alikuwa anambaka tangia alikuwa mdogo, kwa alikuwa anambaka na mtoto wake, sio nini. Najua mtakuwa mjamnielewi, but the story is very messed up. I hope mtakuwa mnanielewa. The story is very messed up. Kaylee hajulikani maskini ya Mungu kauliwa na nani. Babu mtu anasema yeye hawezi kumuua mjukuu wake, alikuwa anampenda sana, na anakataa hizi mambo zote za kwamba alikuwa anambaka mtoto wake. Mke mtu anamtetea mume wake, ambao mama mtu na mama yake na baba yake Casey wanateteana, anasema huyu mtoto ana kichaa, hawezi kusema mambo kama hayo, tumemlea hapa, tumekaa naye mpaka akapata mtoto, tunakaa naye hapa sasa hivi anasema mambo kama hayo. Kwa hiyo hawana mahusiano mazuri, babu bibi na mama mtu huku hawana mahusiano mazuri. Casey analia, anasema mtoto wangu ameondoka, the reason ni baba yangu, sio na nani. Watu wanamuuliza kwa nini mwanzoni ulikuwa unadanganya kuambia polisi kwamba mimi sijui nilikuwa kazini, sijui nilikuwa nini. Anasema hivi, unajua baba yangu mimi kaanza kunibaka tangia mdogo, kwa hiyo kama anani control. Kwa baba yangu ndo alikuwa analazimisha mimi niwe vipi. So yeah, that's a holy Casey Anthony. Watu wanamshambulia, hawataki kumpa umaarufu kama walivyompa Gypsy Rose. Kaja hapa TikTok kaanza kuongea sijui mimi ni mwanasheria, sijui mimi ni mama yake Kaylee, sijui watu wamembash vibaya mno. Wanamwambia dada, hatutaki hata kukuona, wewe ni muuaji. Kwa hiyo nataka na nyinyi hapo mniambie maoni yenu, mnaonaje? Mtoto atakuwa ameuliwa na nani? Mtoto hajapata haki yake mpaka leo. Mama mtu alifungwa akaachiwa kwa sababu ushahidi hamna. Babu mtu ndo hajaja kukamatwa kwa sababu ameikojiwa, lakini anakataa, anasema hakuna kitu kama hicho, na mimi nilienda kwenye gari yake kule kwa sababu nilipigiwa simu na majirani wameiona gari ya mwanangu, ndio maana mimi nikaenda, sijawahi kumfanyia kitu kama hicho. Kwa hiyo kama ni Kaylee tu, of course ameshazikwa, amepumzika, lakini ni kama hajulikani nani exactly aliyemuua mtoto. The whole story is very fishy and very messy. Nasubiria maoni yenu nyinyi, mtaniambia mnalionaje hili swala la Casey Anthony. Bye.